Yo, unajua nini? Kujua kila kitu kwenye haya maisha au kujaribu kila kitu sio vibaya, lakini kuna hasara zake. Kujua kila kitu au kujaribu kila kitu ni kushindwa kujitambua wewe ni nani, au kujishindwa kujibrand au kujenga au kupata mafanikio katika maisha. Hii inatukuta wengi, pamoja na mimi hapa nikiwepo. Kwa maisha yangu sijui mimi nataka nini au mimi natakiwa niwe nani, kwa sababu sijui nini cha kufanya. Nafanya kila kitu. Najua hata wewe utakuwa na hii kitu, labda mfano, labda wewe yaani unajua kila kitu, labda unajua kucheza, unajua kuimba, unajua kuigiza, unajua kutengeneza video, unajua si kutengeneza beat, unaweza kuproduce, na vyote utakuwa unavifanya kwa pamoja. Unafikiri mtu atakutambua wewe kama nani? Au hiyo hapo ndio kilichonikuta mimi hapa binafsi. Hapa najiongelea mimi binafsi, na natumaini kitu itakuwa kwa wengine, ambao mimi kama mimi binafsi na huo mtindo wa kufanya kila kitu, kufanya kila kitu au kutamani kufanya kila kitu au kujaribu kila kitu, lakini nimeona hiyo haina faida, na mpaka leo imenifanya niwe hapa, sina mafanikio yoyote, sina brandi yoyote. Ipo hivi, mimi hapa nilianza kuchora wakati nipo shule. Nilianza kuchora baada ya kujitambua, nikawa miaka 18. Nikaa namiliki simu kubwa, nikawa naona watu mtandaoni wanacheza, nikanivutia hiyo, nikawa naipenda sana. Nikajaribu kucheza, nikacheza, nikaachana nayo. Nilivyoachana nayo, nikaanza kujifunza uproducer, kutengeneza beat. Natengeneza nikaacha. Nilivyoachana nayo hiyo hapo, nikaja nikaingia kwenye kuanza kupenda masuala ya kamera hapa na pale, kutokana na mambo hivyo ya kipato nini, nikashindwa kupata kamera yangu. Japokuwa nilikuwa napenda kufanya mambo, nilikuwa napenda kupiga picha, na penyewe haikufanikiwa, nikaachana nayo. Baada ya hapo nikaanza kupenda tena video editing, mambo ya kuedit picha, video, si nini. Nikaona nenyewe nikaachana nayo. Ilifika hatua, nilikuwa nafanya kila kitu, simalizi na achana nacho, simalizi na achana nacho. Kuna siku nikawa nimekaa najiuliza, hivi mimi ni nani? Mimi natakiwa niwe nani? Nikaa najiuliza sana, nimejaribu vitu vingi na muda ukao naenda tu. Na sometimes unakuta unawaza kabisa, yani unakuwa na mawazo tu ya kujifikiria wewe ni nani, yani kana nawaza muda mrefu, naona hii haipo sawa. Kwa nini nisifanye tu kitu kimoja ambacho kitaweza kunijengea jina na mtu akanitambua yule kama nani? Unajua kujaribu kila kitu ni kama mtu yule ambaye amefungua maduka 7. Afa maduka 7 anauza maduka 7, ametenga duka la kwanza atakuwa anauza simenti, duka la pili anauza nini? Nasema duka la pili anauza, duka la kwanza anauza simenti, duka la pili anauza mgahawa, duka la tatu anauza tuseme hiyo amefungua M-Pesa, duka la 4 anauza nguo, duka la 5 anauza mchele na maharage, duka la 6 anauza mbao, duka la 7 anauza nini? Duka la 7 hilo amefungua saluni. Haya, huu unachukulia mfano ndo wewe, labda ndo umefungua maduka 7 na utaki mtu yote auze zaidi yako wewe peke yako. Haya, ukatenga siku 7 kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, hayo maduka yote inabidi uyahudumie wewe. Kwa hiyo ile Jumatatu unaingia kwenye duka la simenti hilo la kwanza, na hizo frame zipo zote sehemu moja. Siku ya pili Jumanne unaingia kwenye mgahawa, unaanza kuuzia watu mgahawa lile pale, unafunga, yaani yote umefunga. Ina maana utakuwa kama Jumanne unaingia kwenye hiyo duka unaingia kwenye mgahawa, unauzia watu mgahawa. Mtu akija pale, wote hao jamaa amefunga, anamkuta tena
unamkuta tena anauza chai. Haya, Jumatano unamkuta kwenye duka la nguo. Ina maana ile hapa mgahawa amefunga, ameingia kwa duka la nguo. Ndio sasa mfano kama huo hapo, ndio mfano ambao nimeutolea kwa mtu ambaye anajaribu kila kitu au anajaribu kufanya kila kitu. Na kitu kama hicho, unafikiria mtu kama huyo hapo atafanikiwa leo, atajenga brand yake leo? Pengine hapana. Hawezi kujenga brand wala kupata mafanikio wala. Yaani itakuwa ni ngumu sana. Huo ndio hivyo. Nilivyojifikiria hivyo na nikajipatia majibu yangu. Nikasema mimi ni nani? Nikabidi nifikirie kitu cha kufanya. Unajua mimi ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kupata jina, nilikuwa niwe na jina, niwe na umaarufu fulani au niwe na jina tu ambayo yani napenda nionekane mbele ya watu. Sio yani niwe na thamani fulani hivi kwamba mtu akisikia jina langu, akisikia Daudingo anajua Daudingo ni mtu fulani. Kwa hiyo siku nikakaa nikafikiria nichore, ambapo nilikuwa nachora kama zamani. Nikafikiria au nifanyaje, niwe producer. Nikafikiria nifanyaje, nikasema ngoja nikafikiria kwenye kucheza, kwa sababu hiyo hapo kitu nilikuwa naifanya hapo kipindi hicho na jaribu. Nikasema ngoja nifanye idea, nifanye kitu ambacho kitanionyesha kwa watu na watu watanitambua. Kwa hiyo ikabidi nichague dance. Kwa hiyo mpaka sasa nipo katika malengo ya dance na nipo katika kufanya dance iweze kufaisha jina langu na nijulikane. Hiyo ndio nipo kwenye hiyo process. Na sasa hivi sio kwamba tunajua kucheza, hapana. Taipigania hapa kitu mpaka nifanikiwe. Otherwise sijui hata maana yake, nimesema tu nitokee tu fursa huko zingine mbele. Sio kwamba ila kitu ambacho nataka nikifanya sasa hivi ndio kitu ambacho nataka niwe mchezaji. Hivyo na niwe mchezaji, nitapigana na katika hii channel yangu hii ya Daudingo nitakuwa na posti maisha na kucheza basi. Siwezi kaongeza kitu kingine kwa sababu nataka nijenge brand yangu ya Daudingo. Kwa nadhani kama hadi hapo tumeelewana, na kama umependa video hii unaweza ukalike, pia unaweza ukasubscribe kama na wewe unapenda dance au unapenda maisha, mitindo ya maisha ya watu kama hivyo. Unaweza ukashare na kwa mtu mwingine mwenye tatizo kama hili, kama umeipenda video hii hapa. Natumaini tumeelewana, na nitakuwa na posti video za kucheza kama nilivyoahidi katika video yangu kwamba nataka kucheza au dance ndio iweze kunipaisha jina langu, niweze kufahamika huko mbele. Otherwise nipate kitu kingine, labda fursa, labda uweze ukajua maisha yanabadilika. Unaweza kupanga hivi, lakini Mungu kama hajakupangia huko, basi hauwezi kaenda huko unakotaka wewe hivyo. Kwa hiyo mada yangu ya leo ilikuwa ni hiyo tu. Asante kwa kuchukua muda wako. Mimi naitwa Daudingo. Peace. Baki salama, uwe na weekend njema.